Fungu la kuni. Afu jue kani mimi naona wewe unapata shida sana. Yaani naona unapata shida, unajichosha, unatumia nguvu nyingi pasipokuwa na sababu. Unajua ni mbaya sana kumtaka mtu ambaye yeye hakutaki. Sababu kuna vitu vya kufanya, kuna mambo mengi ya kufanya. Sio kumtaka yule unamtaka afu yeye mwenyewe anakusumbua, ana issue yoyote, yupo mtoto mdogo tu, hana lolote, yupo. Kani achana naye yule demu. Mimi sioni sababu. Nikuulize kitu sasa. Nakusikia. Wewe ulishawahi kupenda? Unacheka au sio? Yaani mwanangu, wewe unapofikiria mimi sijawahi kupenda. Unajua maumivu ya mapenzi jinsi yalivyo? Najua. Kwa mganga au kwa waganga nitaenda mimi, kwa mganga nitaenda mimi. Na yule naenda kumwangalia kule ni chaguo langu mimi. Nimempenda mimi. Kani achana naye yule demu. Mimi sioni sababu. Unanielewa bwana? Yaani sioni sababu kabisa. Sasa utoke hapo uende kwenye shughuli. Unaenda kwenye shughuli ili iwe. Unajua maumivu ya mapenzi jinsi yalivyo? Najua. Nisikilize Zedo. Kibule ni chaguo langu mimi. Na kwenye shughuli kama utaenda sawa, usipoenda sawa. Lakini mimi lazima niende nikalinde kilicho changu. Na ndio maana nikakwambia Zedo. Ngoja, wewe umekuwa mlinzi? Mimi sio mlinzi, kulinda mali yangu. Nisikilize. Chaguo langu. Sawa. Wewe unajichosha. Acha nijichoshe. Acha nijichoshe. Afu ni utoto. Kwanza yule binti ni mtoto mdogo. Sawa? Ambaye hajui hata mipango inaenda vipi, hata ukikwama hawezi kusaidia. Sasa unajiumiza kichwa ya nini? Unajichosha kwa nini? Mimi sioni kama kuna sababu ya msingi ambayo wewe kukaa kuumiza kichwa kumfikiria eti ule sui nini umwenda huko. Haina sababu. Hapa tupange mipangilio yetu ikae nyooke kwenye mstari basi. Hayo masuala hata kwenye shughuli achana nayo. Yaani achana nayo kabisa. Zedo mwanangu ni fresh hapo. Sikiliza Zedo nikwambie kitu. Kama wewe utanisindikiza kwenye shughuli sawa, ukunipeleka sawa, lakini nina imani ndani ya moyo wangu. Iko siku moja atakuja kuwa mke wangu. Na we mwenyewe pia utamuita shemeji na pia vile vile utakuja nyumbani kwangu mimi na ugali utakula. Na yule ndo atakayekuandalia Kibule. Wewe akili yako unajua ni ndogo. Sawa? Akili yako wewe ni ndogo. Na kama akili yako kama ingekuwa ni kubwa, una akili timamu na unafikiria, wewe huwezi kutoka hapa ukamlinda mwanamke kwenye shughuli. Kwa hiyo hapa Zedo unaongea na Taila. Kumbe akili wakati mwingine unaweza ukawa unakuwa akili kila unavyokuwa akili zinapungua. Yaani upeo wako wa akili unakuwa unafikiria padogo. Mimi labda nikwambie kitu kimoja tu Zedo. Kwa hicho bado hujanishauri. Kwa jinsi ninavyompenda Kibule na ninavyomsamini Kibule, hapo bado hujanishauri kabisa. Kwa hiyo lile ni chaguo langu. Kesho vipi kwanza? Kuhusu nini? Kazi, tukafanye kazi. Kwa nini mimi nimekwambiaje? Si nimekwambia kesho naenda kwenye shughuli? Yaani wewe mwanangu wa nyuma kweli ya. Acha mimi nibaki kwa nyuma mwanangu, lakini naenda kulinda haki yangu kule. Yaani mwanangu bado tutafute pesa. Sasa unafikia atakupenda vipi? Atakupenda vipi mwanangu? Yaani nina imani siku moja yule atakuja kuwa mke wangu mimi na wewe utamuita shemeji. Na nyumbani kwangu ukija utapikiwa mpaka chakula. Wewe unajitesa tu ila fresh. Kama wewe uendi mimi nitaangalia mazingira yangu, nitamtafuta mtu, nitafanya naye michongo. Sawa, haina shida. Lakini mimi naona wewe unajichosha tu mwanangu. Afu kama ujinga tu ambao una maana. Fanya mambo yako unaotakata yang'ae, utaradadi uwe na hela, ushaini, utupie mambo yako yakae. Utakupenda mwanamke ukamlogeloge su pige kwa waganga ndumba. Nini? Tafuta hela, mambo mengine yatakuja. Hata sometimes mwanamke anaweza sikupende, sio lazima uwe na hela. Lakini unajitengeneza vipi? Unakaa vipi kwenye system ambayo yeye anaitaka? Sasa mwanangu wewe, angalia mimi mwanangu, mimi siendi kwa mganga, siendi watoto wenyewe wananyooka kwa utaratibu wangu na mipango yangu. Taratibu naenda. Siumizi kichwa kwa unavyoumiza wewe kichwa, unakata kazi. Shoga yangu. Niambie ndugu wangu. Nimekuita na nadhani unajua nikikuita unajua kuna nini? Una jambo. Nakuelewa udogo wangu. Niambie. Shoga. Kuna boy anamuona anataka kuingia kwenye anga zangu. Si unanielewa? Yaani ninapokaa mama yake naye anataka apite pite. Nani? Kutajia sikutajia, yani surprise ukanayo hapa. Tena usisubutu kunyanyua mdomo wako kumwambia mtu yoyote shoga yangu. Si unanielewa? Ili siku tukikiosha watu washtuke. Si unanipata? Nipe shoga yangu we. Kama unanielewa shoga yangu. Neno limefika udogo wangu,
lipo hapa. Wewe usiwaza wala nini. Hebu nipange. Aniwekee mizigo. Shemeji yako si unamjua? Nafahamu. Na Zeno nanijua. Wa kwangu atabaki kuwa nini? Wa kwako. Yaani takataka yote kaa pembeni. Kwa habari ndio hiyo shoga mkana. Yaani siku nikikucheki tu simu hiyo moja. Fanya hivi mama. Ujue uko kimenuka. Waacha wewe. Haina shida ndugu yangu. Kwa hapo neno limefika limekaa mahali pake. Lakini sasa katika lile jambo kule ukoenda kwa yule babu mambo yameendaje? Hey, wewe naye mbea nilijua tu kama utaligusia. Sasa kwa nini tuligusie? Kama unavyonijua shoga yako sina mbaya. Yaani mambo yangu ya hivi afu nitulie, sio kweli. Mungu shoga yangu. Chapwa. Hapo nimepewa hiki. Subiri uone watu wanavyozalilika. Asante mama. Na sijui kama bibi yako atakosa pale. Sijui. Ndio jiko la kuni. Hema mtu, niambie. Poa. Sasa ndo nini? Nakupigia simu nampa mwanamke wako apokee simu zangu. Nimempa mwanamke wangu wapi bwana? Nimeenda kuoga, simu nimeisahau ndani. Lakini usijali mama mtu. Mambo madogo tu hayo. Simu nimeisahau tu bahati mbaya tu. Ndio maana yeye kaipokea. Lakini mbona leo umenishangaza? Na nini tena? Juzi tu nimekupa 30,000. Umeniambia rejesho. Leo tena unataka hela. Ya nini? Sasa ile ulionipa si rejesho la kila siku. Hii leo nilokuambia ni rejesho la wiki. Na shida na 30. Naomba nisaidie. 30? Na maana hilo rejesho lingine. Au kwa vile pikipiki umeninunulia wewe? Sasa ungefanya tu hii pikipiki ndio inakupa hesabu mama mtu. Sasa masuala ya pikipiki hapa yanakujaje? Mamkali. Ni hapo unavyoniona ndio kwanza nimetoka kuamka. Hii chuma haijafanya kazi yoyote. Alafu pikipiki hii inahitaji service. Kwa hiyo sasa mimi nafanyaje na simu ndo hizi zinaita? Univumilie mpenzi wangu. Sawa. Mimi nakuelewa ila naomba jitahidi nipate hiyo hela. Sawa. Unajua nini mpenzi? Kwenye ukweli bwana tuongea yani kiukweli yani umetoka bomba yani, hebu nipe hizi hapo. Yani kiukweli yani umependeza. Asante. Kumbe napendeza sasa kwa nini sifiaje? Sasa ndo kama hivi nakwambia leo umependeza. Na siku kisingua pia nakubarua sikubakishi ndo mule tu. Manake nyewe mkawiage ndo usije ukazoea sasa. Sio tunaona sifiwa unajua kukimbia ndo mnapilizaga na kwenu shwa. Kaa umeme vile. Ndio hivyo nikipendeza nisifiege. Ndo nimekwambia umependeza mpenzi. Alafu naye. Unamjua rafiki yangu Sabrina? Namjua. Kanunuliwa simu kubwa na mchumba wake. Yaani mnyama. Unajua mpaka natamani? Japo ndio hivyo najua hatutakiwi kujilinganisha na maisha ya watu wengine. Swala daktari kipenzi. Unajua wewe unaweza kuwa unajiuliza mchumba kwa nini tunagombana, tunapitia mangamngamu atuachane au mimi sikuachi. Unajua kwa sababu gani? Wewe mpenzi wangu una akili. Yaani wewe ni jeshi. Wewe ni genius. Wewe ni muelewa yani. Yaani wewe, wewe. Ase. Yaani usimuona hapo kitu umekianzisha mwenyewe na umekimaliza mwenyewe. Mimi no comment hapo. Yaani kwamba sisi tunaishi hatutakiwi kujilinganisha na maisha ya mtu mwingine. Full stop. Chana nayo ya kwao hayo. Ila Mai, siku moja mbili natakiwa unifanyie vitu ili ninisishe mtu wako. Na hisi safari naweza kanishinda. Hivi nyi waga mnalizikaga nini? Haujui tu. Yaani mtu kifanya kitu na mtu anaye anampenda, unalizika ile mbaya. Acha kunikanyagisha. Yaani mimi nifanye kitu kwa sababu kulizisha wewe. Na wewe unalizika kabisa. Wewe acha kunipeleka kwenye njia ambaye nakona na sio kona tuna ncha kali sana. Na ukifanya ngende ya umo. Abu Mape kamsomesha mtoto chuo, mwisho wa siku kamaliza hakuna alichokiambulia zaidi ya maumivu. Alafu nataka kunipitisha mimi katika jalamba hilo. Nataka mimi nisogelee kifo, maumivu. Yaani kabisa unaona kabisa kifo kile wataka kunipeleka.
Mimi nifanye kitu kwa sababu ya kulizisha wewe? Mpenzi, acha kunipotosha. Wewe kama utalizika mwenyewe, hiyo ndio njia sahihi ya kupita. So mimi eti kabisa nijikwamue niseme eti yani kabisa nijitutumue, yani nifanye hiki hadi mke wangu alizike. Huo ni uongo. Kulizika unalizika tu mwenyewe na maisha yako. Au lasha kama yupo huko. Mtu anapambania ili mradi ulizike. Mwambie ongeze juhudi. Yaani suni tu kipo iko anachokitafuta anakipata. Suni tu. Lakini mimi usinishawishi ujinga hapa. Mimi najua wewe unipendi. Mimi sikupendi wewe. Ndio. Alafu unanuna. Mpenzi wangu hata ueleweki yani. Yaani upo kama saa mbovu ambaye betri yake inasuasua au kama vile mvua ya daa yani. Hatuja hata siku moja sisi kukaa hapo dakika kadhaa tukaelewana. Yaani lazima tugombane. Sasa na kwa maisha gani? Fresh basi na mimi nanuna na mimi nanuna. Kila mtu anuna. Fumanizi vituko na vitimbi, purukushani mtani kila kukicha, mambo ya mikopo kudai. Sasa uniangalie, mbona mimi nakuangalia wewe umekaza tu hivyo hivyo? Sitaki. Kama unataka basi na mimi mwenyewe sitaki. Aha, wanaangalia kwa kuni hivi hivi hadi utoke ndani. Wewe Zedo. Zedo mimi kunifanyia ujanja. Yaani mimi line zako napiga simu zinaita, ina maana kwamba umeenda umereview line, si ndio? Nacheka. Nachekesha. Njoo ndani tu. Mimi tena siingii ndani. Sasa kwa nini wewe unataka line zangu unazo wewe? Na za kwako wanakuwa nazo nani? Sikule ungeniambia, hata hujaniambia. Ulikuwa una haraka sana. Sikia, mke mtarajiwa. Mke mtarajiwa anabadilishwa line. Sikia Vanessa, utaratibu uko hivi. Line zangu unazo wewe na za kwako unazo mimi. Ndio inavyotakiwa. Njoo basi. Mimi tena siingii ndani. Kumbe wewe ni malaya, si ndio? Wewe unajifanya mjanja. Nitakuonesha. Shika uchafu wako. Sasa mwanangu, Kivule, kuna vitu nataka tuongee. Na nataka kuongea na wewe ishi hapa hapa. Usimwambie mama yako wala nani. Bwana siasikie popote. Sawa. Mimi nachotaka uniambie huyo anayetoka na dada yako ni nani? Nataka kumjua huyo tu. Anayetoka na Leila ni nani? Mimi simjui mama. Wewe Kibule wewe. Kweli mama, mimi sijui. Wewe umjui vipi na mmetoka kupigana kwa sababu yake? Si kwanza hata tujawa. Mimi kwanza sasa hivi nimetulia kwanza. Nisigombane hata na wewe. Maji mama anajua. Sisi tumegombana kwa mambo yetu mengine, kwa kugombania ubwabwa. Ni mtoto. Wewe niambie tu, mimi wala sitakutaja. Kweli mama, kia Mungu mimi simjui. Kama akakwambia hivyo, haya, lakini mimi simjui. Basi haya kama hujui. Lakini tulioongea ishi hapa hapa. Wala hata huyo mwenyewe muhusika usimwambie. Sawa mama? Sawa. Basi sawa. Ndio jiko la kuni. Udugu wangu. Mimi ile shule yule mama yule. Sidhani kama nitatoboa. Mimi na tu niachane nayo, sitaiweza. Yaani na mambo yamenifika hapa. Mbona sikuelewi? Yaani unamaanisha kwenye shughuli yani hautaenda? Zanifa, umesahau kama nilikopa kwenye vikoba mwenzio nina marejesho. Kupanda mwenye sijapanda. Ela sina. Yaani naona tu niachane nayo, siwezi. Wewe fanya tu kunistili hapo. Yaani kwa hiyo unataka mimi shoga yako, udugu wako nizalilike. Na unajua kabisa mimi pale napeleka mzigo wa watu. Na nataka udugu wangu huwe nyuma. Kuona niacha mimi niende peke yangu. Hapana bwana, fanya vyovyote vile twende au usinichanganye. Ile mama sojua anapenda mitunzo. Hapa. Na mimi sina.
Yaani na vipengele kibao hapa kati. Sina hela, wewe ni stili tu. Fanya unavyoweza. Mwambie hata nina dharura. Sweet boy kweli kabisa. Haya, tutaona hiyo siku ikifika. Nimekumbuka. Hata bora tu umekuja, maana nilitaka nije huko kwako. Kuna mambo hata sijui nianzie wapi kuelezea ili unielewe. Mambo gani tena? Kina Kibule. Kazua nini tena? Wewe unasikia uko mtaani Ningesikia ningekuuliza shoga yangu. Sasa ngoja nikwambie. Wanachonganisha wanaume, yani wanagombewa na wanaume. Wanapigana kwa ajili yao. Wao wenyewe wametoka kudundana Kibule na Leila. Kisa wanaume. Yaani wanaume wanapigana kwa sababu yao na wao wanapigana kwa ajili ya wanaume. Kubwa kuliko mwanao. Huyo Kibule. Yaani sijui ananichukulia mimi ni mtoto mwenzie. Juzi nilikuja kwako nilikuwa nakutafuta. Yaani vile anavyonijibu, action anazonitolea zile. Nikakutana naye tena njiani. Binti ananinyali. Yaani mimi na yeye tuko sawa. Ananinyali hivi naongea naye ananinyali kabisa. Anipandisha ananishusha. Yaani ungemtia kofi kwanza moja ili akajua mipaka yake. Unajua mtoto huyo amenichosha sana. Yaani amenifika hapa. Yaani uko nyumbani. Leo inakuja kesi hii. Kesho kesi hii. Nimechoka mwenzio. Unajua nimechoka? Kuzaa huku jamani. Kwa nadhani ananishinda yule mimi kumpiga. Ila nikasema nikuone wewe shogangu nikwambie. Sasa nitakachomfanya leo yule mtoto. Mbona atanitambua? Kwa shogangu zenyewe ndio mpunguzika kabisa. Haipunguziki shogangu. Shogangu punguze japo kidogo. Hamna notices la kazi, chini uanze kufunga uzi maji ya moto. Kwa hiyo beli ndio hiyo hiyo. Basi sawa, mimi kweli nataka kusuka. Kwa nitakuja kusuka, niambie tu nafasi yako lini ili nije kusuka. Au Jumapili asubuhi. Jumapili? Sasa mimi nitakuja. Ila sasa nataka unibaruzi. Nikipita kwa kiniuliza umesika wapi, nimwambie shoga yangu umesika kwa shoga yangu pale. Wala usijali kwa hiyo. Karibu sasa hivi jamani. Salamu. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Kwa hiyo ndugu wangu basi mimi hiyo Jumapili nitakuja. Ila unibaruze. Usijali. Ona kuja hapa tena unanisuka fuko na ndokutoka. Nataka unibaruzie kweli. Nikitoka huko shoga yangu nikipita uniulize. Mdogo wangu vipi? Mbona unaondoka? Kama nishamalizana naye. Naondoka. Mimi nishamalizana naye ndio maana naondoka. Ina shida. Asante. Kwema. Nzuri. Nimekuja nyumbani kule sijakukuta. Nikaona bora tu nije huku. Nipo huku karibu. Asante. Sasa mdogo wangu, mzo nilikuwa na shida. Nilikuwa na shida 50,000 naomba nisaidie. 50,000? 50,000. Dada, unakumbuka una madeni ya nyumba na kudai na hujalipa? Kweli. Ndio nakumbuka. Sasa wewe usijali. Mimi nitakavyoileta 50,000 nitaichanganya na ile nyingine. Nitaileta kwa pamoja. Kesho kutwa tunaileta. Kiukweli leo 50,000 sina. Nikwambia tu kweli, ningekuwa nayo ningekupa. Lakini leo hiyo hela sina, siwezi kukupa. Na kingine hilo deni la nyumba nimekusamehe. Usililipe tena.
Asante, haina shida. Basi mimi naenda. Dada, karibu. Pole. Asante. Laini. Asa mbona toka tuongea na shule naletea mrejesho shule? Toka siku sijaonana tena. Jaonana naye? Au jaonana naye au mnakulana kisirisiri afu mnaniletea mimi picha picha? Kweli tena sijaonana naye. Bwana. Wewe sema hivyo. Alafu siku niwakute mpo wawili. Nadhani unanijua. Nadhani unafanyaje? Nakujua. Haya. Ndio jiko la kuni. Nipoje mama, nataka nichanganyikie kitu gani sina mliangalia kitu gani sina mimi lakini. Sasa nakuzalisha mimi nimefanya nini? Nimefanya nini? Wewe umeamka na mimi. Unaona mtoto mdogo yule? Yule si kama mdogo wako tu afu station rafiki yangu wa karibu unataka tugombanishe? Wewe umekunywa Hebu njoo. Kula aliki zako hujakunywa na akili zako timamu. Unataka niongee kwa sauti kubwa? Nitakujazia watu wote watajua hapa mtaani. Hainihusu. Nataka changu. Ninataka changu. Una shida gani? Nakupigia simu ushiki, nakutumia message haujibu. Una matatizo gani? Hamna ndugu yangu, baada ya siku mbili nipe muda, baada ya siku mbili nitakuja kumalizana. Muda wa nini? Tamalizana mbele ya muda siku mbili. Ni ngumu sana kujenga maisha na mtu namna hiyo. Ukitaka kuwa na mwelekeo mbovu wa maisha yako, basi thubutu kuingia kwenye mahusiano ambayo ni paswa kichwa. Ili uwe na mahusiano thabiti, ni lazima uwe na mtu thabiti. Ndoa ni maisha. Kosea kote lakini usikosee kuoa. Ukikosea kuoa tu, basi umeharibu mfumo mzima wa maisha yako. Jiko la kuni, hata ukipika mema, ila mwisho mapishi ni ubaya. Jiko la kuni, kuna mambo mbea, kurogana pia rushwa serikalini. Yule anamsuta yule anamkaba yule, muone baba yule anatoka na mtoto yule anamkaba yule anamsuta yule, muone baba yule anatoka na mtoto yule.